Unamchukuliaje Mungu? Najichukia. Unajichukia. Ndio eneo la mwisho niliokuambia kwamba watu wao wamejeruhiwa. Ni Mungu analithibitisha neno lake. Mungu asingeni mimi mtoto mdogo hivi. Palipoparuzwa patalainishwa. Palipoparuzwa patalainishwa. Palipoparuzwa manake ni kwamba ni watu ambao wamejeruhiwa. Ni watu waliojeruhiwa, ni watu wenye hofu na mashaka, ni watu wasiomwamini Mungu. Yaani mioyo yao haimwamini Mungu tena. Ni watu waliojeruhiwa. Nisikilize kwa makini. Ni watu waliojeruhiwa, watu wenye hofu, watu wenye mashaka. Hawa watu ndio mtu ambaye unakuta anakuambia nina maswali nataka nimuulize Mungu. Mungu akitokea hapa namuuliza maswali. Yuko wapi nimuulize maswali? Ashuke hapa nimuulize maswali. Palipoparuzwa. Biblia inasema patalainishwa. Hao ni hiyo haihitaji kazi ngumu. Wanahitaji tu kulainishwa. Palipoparuzwa. Sema palipoparuzwa. Hawa ndio watu wana maswali na Mungu. Watu wenye uchungu, wamejeruhiwa. Walienda makanisani. Walienda makanisani wakajikuta wamejaribiwa pale makanisani. Pale kanisani. Yaani alienda kanisani akazani atakuta watu wote ni wazuri. Kumbe ni garage pale, kila mtu anatengenezwa kivyake vyake. Huyu alikuja alikuwa mlevi. Huyu alikuwa na hasira, mkatili, anajibu watu vibaya. Huyu mwingine alikuja ni mzinzi. Mara unashangaa kabinti kanafika kanisani hivi kametongozwa. Sasa mbona huku ni kama mtaani tu? Unashangaa ametoka kanisani amerudi mtaani. Palipoparuzwa. Hawa ndio watu ambao wana maumivu na wana hasira na Mungu pia. Palipoparuzwa, wana hasira na Mungu. Hawa ndio watu ambao anakuambia mimi pamoja na kuomba kote maombi yale yote tumemwambia mama yetu. Tumemzungusha kwenye makanisa yote, watumishi wa Mungu wote wanaowajua. Lakini hakupona, alikufa. Watu wenye trauma ndani, palipoparuzwa. Alikufa. Huyo ni Mungu gani ambaye hakusikia maombi yangu? Mbona mama wa fulani aliombewa akapona? Mbona baba yake fulani aliombewa akapona? Kwa nini mama yangu ameombewa hajapona na amekufa? Wana maswali na Mungu. Hawa watu Biblia inasema wakikaa vibaya hawatauona utukufu wa Mungu. Hawatauona. Labda basi Mungu angewaonea huruma. Biblia inasema paka palainishwe. Ndio huruma za Mungu. Ndio. Mimi na nitakunywa pombe. Njoo. Umechoka maisha ya ulevi. Nikipata mimba nakunywa pombe. Nikipata mimba kwa nini? Gaji. Bila mzaa mtoto yule hapo. Nikaacha pombe. Ndio. Kwa pombe sana. Kipindi mzaa mtoto ni mzako operation. Nikaacha pombe. Ndio. Nimekaa miezi 7. Lakini hata chini nikalilolikia. Alafu naye Mungu ukajikuta umerudi. Sasa mimba tena. Mungu amefanyaje? Mungu mimba tena. Niko ndani tena. Sasa hivi wewe ni mjamzito? Unamchukuliaje Mungu? Najichukia. Unajichukia. Ndio eneo la mwisho niliokuambia kwamba watu wao wamejeruhiwa. Ni Mungu analithibitisha neno lake. Mungu asingeni mimi mtoto mdogo hivi. Bado nilifanyia operation mara 2. Ndio. Mara ya kwanza nilifanyia operation. Mara vitu likao sawa. Ilo ndio sawa nje. Kafanyia. Sasa tena mimba tena. Mimba nyingine tena.
Umeolewa? Umeolewa? Naye ni mlevi. Kwa hiyo umejichukia. Yesu anakupenda. Hapana. Umekutana na Yesu ambaye ni uzima, hautakufa, utaishi. Sogea. Njoo. Njoo. Yesu anakupenda. Sawa? Yesu anakupenda. Watu wa namna hii, nimekwambia palipo paruzwa, watu wenye maumivu, watu wenye uchungu wa mioyo, watu wenye hasira hadi na Mungu, watu waliojichukia. Mungu ananiadhibu hivi. Ni watu wanaozani Mungu anawaadhibu. Wengine wanadunda tu hivi duniani. Unaona, ndicho nilichokuwa nakisema. Mimi. Nikipata faraja. Nilikuwa nimeacha pombe. Yaani kama Mungu anaongea kitu ambacho nipaswa kukiongelea kwenye ile eneo. Hawa watu ili wapone wanahitaji faraja. Wanahitaji faraja, wanahitaji upendo. Wanahitaji upendo. Shadabakosi la manteleba. Hata nikimwombea hapa bila upendo, hapa hamna kitu. It takes love to change the life of this woman. Nimeenda kaka kwa ganga, nimeshindikana, nikipata hamna shida, Yesu atakusaidia. Yaani nikimwombea nikamwacha, utamwona amerudi kwenye pombe. Kinachomtoa kwenye mazingira yote ya uharibifu ni upendo na faraja. Basi. Natamani Mungu akufanyie nini? Natamani mimi naache tu pombe, niishi maisha kama ya zamani, niendelee. Uache pombe. Mwezi wa 3 wa 4 nilipokuwa na mtoto huyu hapa. Nilikuwa si vizuri tu. Nilikuwa nakuja na mimi sokoni narudi nyumbani. Lakini leo nashindwa kujikontrol nafsi yangu. Unashindwa kujikontrol kabisa. Nashindwa. Sina nikishapata hela. Nikishapata hela. Nashindwa. Sawa. Ngoja niondoe hiyo roho ambayo inakulazimisha kuwa mlevi, ambayo imekukandamiza hapo, ambayo imeashikilia maisha yako hapo. Sawa? Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Leo hii ninakupokea. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakuomba Yesu. Nakuomba Mungu ufanyike kuwa baba kwangu. Katika jina la Yesu. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Msema nitakutumikia. 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 Tumikia. Nitakutumikia. Siku zote za maisha yangu. Na mwili wangu ninautoa uwe dhabihu mbele zako. Uwe chombo chako cha haki. Mazingira yote ya uharibifu yasikae ndani yangu tena. Yasikae ndani yangu tena. Ufahamu wangu na moyo wangu vihifadhiwe na wewe Yesu, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu na kwa nguvu za Roho Mtakatifu, naomba faraja yako na upendo wako ufunuliwe kwa ajili ya mama kadosha tapaya resota. Unaweza kunena kwa lugha huko ulipo. Mashada bagarada hasa levrila maskovila manteligo zili askovile mentepe rama shadolama suvata kapai na zonta. Iro ninaiamuru kwa jina la Yesu na ninailaani power kwa mamlaka ya jina la Yesu. Come out. Power. Weka mkono tumboni mama. Power. Mighty